Yes, bwana mambo ni aje? Karibuni Wajanja Studio, maalum kabisa kwa ajili ya kufanya phone review na kushare tips mbalimbali za teknolojia. And for that, leo tunaenda kuanza na simu hizi hapa mbili, Samsung Galaxy A06 pamoja na Samsung Galaxy A07. Tupate kuona ni simu za namna gani. Na kwa kuwa tunazo zote hapa mbili, tutaenda kuziangalia kwa kuzifananisha, kimepungua kipi na kimezidi kipi. So, let's do this. Kwanza kabisa unatakiwa ufahamu Samsung Galaxy A06 pamoja na Samsung Galaxy A07 ni simu toleo moja. Na nikisema hivyo namaanisha ni simu aina moja ambayo imetoka miaka miwili tofauti. Makampuni yote ya simu huwa yana system ya kutoa simu kila baada ya mwaka. Na kinachofanyika ni kwamba inachukuliwa ile simu ya mwaka husika, inafanywa maboresho, then mwaka unaofuata inapewa muonekano mpya na jina jipya, then inarudishwa sokoni. So, kama unataka kuelewa hichi kitu, basi leo ni wakati sahihi sana, kwa sababu leo nina ndugu wa baba mmoja. Tutaenda kuwachambua kila kipengele na mpaka mwisho wa review hii utakuwa umeelewa nini na maanisha. Tutafahamu nini kimetofautiana, nini wamebadilisha na nini kimebaki vile vile. Tukianza na muonekano wa simu zote mbili zimetengenezwa kwa plastiki wakati zikitofautiana nakshi ya nyuma au finishing. Ukiangalia urembo wa Samsung Galaxy A07 na A06 unatofautiana, kwa inazipa simu muonekano miwili tofauti, lakini material ni yale yale, huku utofauti mkubwa ukiwa kwenye kamera. Simu zote mbili zina macho mawili ukiangalia vizuri, lakini yametofautiana tu design. Ya Samsung Galaxy A06 yametengana, wakati ya Samsung Galaxy A06 yameunganishwa hivi kuwa kama kamera moja. Lakini simu zote mbili zina kamera mbili na flashlight pembeni. Simu zote mbili ukizigeuza pembeni utagundua bwana ziko sawa, zinafanana kila kitu. Tukianza na upande wa kulia, simu zote mbili zina button mbili, ambayo button ya kwanza ni button ya kupunguza na kuongezea sauti, ambayo imeungana imekuwa kama button moja, wakati button ya pili ni button ya kuzima na kuwashia simu, ambapo the same button ndiyo inatumika kama fingerprint scanner. Ukizigeuza kwa chini utagundua simu zote mbili zina matundu sawa, zina matundu manne, ambapo tundu la kwanza ni tundu la speaker, tundu la pili ni tundu la kuchajia simu, tundu la tatu hii ni microphone, wakati tundu la nne ni tundu la kuchomekea earphone. Ukizigeuza upande wa kushoto utaona tray ya kuwekea line, ambayo hii tray ukichomoa ina matundu matatu. Tundu la kwanza ni tundu la memory card, tundu la pili ni tundu la SIM 2 na tundu la tatu ni tundu la SIM 1. So simu ina uwezo wa kusupport 2 physical SIM card. Wakati upande wa juu zina katundu kengine kadogo ambako pia ni microphone. Ukizigeuza simu upande wa mbele, simu zote mbili zimefungwa liquid crystal display LCD ambayo ina upana wa inchi 6.6. Technically kioo ni kile kile, kinatofautiana refresh rate, ambapo refresh rate ya A06 ni 60 Hz wakati refresh rate ya A07 ni 90 Hz. Kwa msiofahamu nini maana ya refresh rate, refresh rate ni ile smoothness unapokuwa una scroll, jinsi kioo kinavyoteleza unapokuwa una scroll, ile ndio refresh rate. Kwa hiyo kadri refresh rate inavyozidi kuwa kubwa, maana yake ni kwamba simu inazidi kuwa smooth, simu inazidi kuteleza unapokuwa una scroll, kioo kinakuwa laini kama kimepakwa mafuta. So mpaka hapo tunakuwa tumemaliza kwenye masuala ya muonekano wa A06 na A07. Technically tunaweza kusema hakuna kilichobadilika kwa sababu material ni yale yale, kioo ni kile kile, design ya kamera ni zile zile, yani kila kitu kiko vile vile. Kitu ambacho umetofautisha tu ni nakshi, na hii ni lazima kwa sababu lazima itofautishe. Ni lazima ukiona A06 na A07 lazima zitofautiane. Ni sawa na kusema mtu kabadilisha nguo, kavua shati jeusi, kavaa shati jeupe. Baada ya kumaliza na masuala ya muonekano, tunarudi kwenye masuala ya kamera. Simu zote mbili bwana ukiziangalia ni kama zina kamera mbili, lakini technically hizi simu bwana zina kamera moja, ambayo ndio hii kamera ya juu, main camera yenye megapixeli 48. Lakini hii kamera ya chini hii ni sensor, wenyewe wanaita depth camera, ambayo ina megapixeli 2. Hii kazi yake maalum ni kucreate focus wakati unapiga picha, lakini sio kamera. Wakati kwa mbele zote zina selfie camera ambayo ipo katikati yenye megapixeli 8. So kwenye upande wa kamera pia hakuna walichokibadilisha chochote. Simu zote mbili bana zimefungwa betri kubwa sana yenye miliampia 5000 ambayo ina uwezo wa kukaa na charge siku 2 mpaka 3 kwa matumizi ya kawaida, wakati charging speed yake ni wati 25. Design wise tunakuwa tumemaliza, na ukiangalia kwa jicho la tatu utagundua ni kwamba hakuna kilichobadilishwa. So turudi kwenye upande wa software, tukianza na processor. Samsung Galaxy A06 imefungwa processor aina ya Helio G85 yenye 12 nanomita, wakati Samsung Galaxy A07 imefungwa Helio G99 yenye 6 nanometers. Processor ya A07 ni processor ya kisasa ambayo inasemekana ina nguvu kuliko processor ya A06, wakati ikiambatana na sifa kuu mbili. Sifa kuu ya kutunza sana chaji, lakini pia
simu haichemki kutokana na kwamba umbo la processor ya A07 ni dogo, ina 6 nanometers. So inamaanisha kitu ni kidogo, na maana kitatoa joto kidogo, lakini pia kitatumia umeme mdogo kulinganisha na hii. Hii ina 12 nanometers, so itakonsume umeme mwingi, lakini pia itaemit joto kubwa. Kwa A06 ita experience kuisha chaji mapema, lakini pia kupata joto kuliko Samsung Galaxy A07. Lakini pia kitu kingine ambacho wamebadilisha kwenye mfumo wa memory. Cha kwanza unachotakiwa ujue, simu zote mbili zinakuja na storage ya 64GB RAM 4, 128GB RAM 4, 128GB RAM 6, lakini kwa A07 inaongezeka 256GB RAM 8. Zinazopatikana Bongo ni 64GB RAM 4 na 128 RAM 4. Hizo zingine hatunaga hizo jamani, msiende kusumbua watu madukani. Sasa kwenye upande wa memory wamebadilisha mfumo wa utunzaji data kwenye simu, ambapo kwenye A06 walikuwa wanatumia embedded multimedia card 2.2. Kwenye A07 wamebadilisha kabisa mfumo, sasa hivi wanatumia universal flash storage, ikisemekana kwamba universal flash storage inakuwa more fast kuliko embedded multimedia card, kwa sababu embedded multimedia card ni mfumo wa utunzaji data ambao unatumia njia moja. So unapokuwa unatumia memory, kazi zinakuwa zinafanyika kwa sawa, ina maana kitu kimoja kifanyike ndipo cha pili kifanyike. Lakini kwenye A07 universal flash storage ni mfumo ambao unatumia njia mbili, ambapo unaweza kufanya kazi zaidi ya moja kwa mara moja, so automatically simu itakuwa fast kuliko A06. Kwenye upande wa durability, Samsung Galaxy A06 hawajatoa credit zozote, hawajasema chochote. Maana yake ni kwamba lolote likukute. Wakati upande wa Samsung Galaxy A07 ina IP54 water and dust resistance. Maana yake inaweza kaimili heka ndogo za vumbi na maji. So mtumiaji wa A06 simu yako ni imara zaidi kuliko Samsung Galaxy A06. Utofauti mkubwa ambao pengine mimi unaweza kunishawishi, utofauti mkubwa ambao pengine watumiaji wengi utawaathiri moja kwa moja ni kwenye upande wa software update. Samsung Galaxy A06 inakuja na Android version ya 14 ambayo inapokea updates miaka miwili tu. Mind you that simu imetoka 2024, ina maana 2026. Oh my god, you are no longer a Samsung client. Wakati Samsung Galaxy A07 inakuja na Android ya 15 wakati inapokea update ya miaka 6 mpaka mwaka 2030 au 31 itakuwa inaendelea kuhudumiwa na Samsung. Kwa maana hiyo, kwa chochote ambacho kitakuwa kinatoka hapa katikati, masuala ya AI, masuala ya mabadiliko ya mifumo na nini, basi na wewe utapokea upande wa software. Hiyo ni kitu kimoja ambacho naweza nikamshauri mtu asinunue A06, achukue A07, kwa sababu mpaka hapo tutakuwa tumefika mwisho wa review yetu. So kama umependezwa na kitu ambacho nimekifanya siku ya leo, usisahau kushare, usisahau kulike na kusubscribe channel yangu. Na nawakaribisha sana, msiache kufuatilia channel yetu for more reviews na technology tips. Ciao.